Nasikia sana hapa kwenye mitandao watu wanalaumu sana masingomaza. Mimi masingomaza naweza nikawatetea kwa niaba hii, kwa madhumuni tofauti tofauti. Ni kwamba singomaza mnapokuwa naye anakuambia kwamba yuko na mtoto, unakubali vizuri, sasa mimi nitakuwa na mtoto wako. Unakuja unaishi naye vizuri, na yule mtoto unamsomesha vizuri. Ile siku Mwenyezi Mungu amejalia umekuja umepata mtoto mmoja na bibi yako, inakuwa sasa mapenzi yote unapeleka kwa yule mtoto wako ambao umezana na ambayo ni makosa. Sasa yule mwanamke yule singomaza anapoona kwamba umeanza kuchukia yule mtoto, akili yake inakuja, afadhali rudie mtu wangu wa zama yule ambaye amenizalisha mtoto. Sasa nataka niwaulize, mnasema kwamba singomaza hawezi acha ile mambo, lazima awe na mpango, awe umeoa mke wa mtu. Hapo ni uongo. Sisi wanaume ndo tunafanya kwamba yule anarudi kwa yule mume wake wa kwanza, ambao ni nini? Ni makosa. Kama umeamua kuoa mwanamke na mtoto, amua kila kitu. Maana unapopenda penda na boga lake. Ni kwa nini sisi wanaume tunapenda sana kuchukia sana watoto wa bibi? Na pia tuje hapa kwa hao masingomada ya pili. Pointi ya pili nasema kwamba singomaza umemtongoza vizuri, mkakubaliana yuko na mtoto, na ukaamua ukamchukua naye ukaishi naye vizuri, ukapata mtoto wako, na mtoto wako ukamsomesha mpaka akafika university. Sasa hapa inakuja wakati mtoto ameanza kupata kazi, yule singomaza anamwambia kwamba yule si babako. Na ukiangalia wewe mtoto umemsomesha mpaka amemaliza university, anaanza kusema yule si babako. Ushaona? Na nyinyi watoto ambao mmezaliwa na singomaza, ukiona baba kambo anakulea vizuri, usiwahi kubali maneno kama hayo. Maana unapokubali maneno kama hayo, ameleta ugawanyaji baina ya wewe baba wa kambo na baba, ambao masingomaza wanaleta hiyo kitu. Kwa hivyo kama umeamka umekuja gundua kwamba wewe sababu, na ukiangalia anakulea vizuri na anakujali, wewe unafikiria nini? Sawa, tukatai yule baba wako, wewe jimthamini kama baba wako wa kukuzaa, lakini unayemheshimu sana ni baba wako wa kambo. Unaposhikwa na homa, baba wako wa kambo. Unaposhikwa na ulcers, unaposhikwa na ugonjwa wote, ni baba wako wa kambo. Sasa anatokea kwamba nasema huyu ni mwanangu. Usimkatae, wewe mwambie tu wazi, nitakuheshimu kama baba wangu hapo nizaa, lakini kwamba baba yangu namjua ni lakini ukija kwa usaidizi mimi nitakusaidia kama baba wangu hakunizaa, lakini baba wangu wa kambo ndio best. Hata nikipelekwa kotini kwamba nikienda kuulizwa, waanze kuona ubishani kwamba wewe ni mtoto wangu, mimi nitakubali baba wa kambo, maana baba wa kambo ndio alionilea mpaka sasa nimefika mpaka niko na kazi. Ushaona? Na nyinyi masingomaza, acheni kuleta utofauti kuleta vita baina ya baba wa kambo na baba mlezi. Baba wa kambo, baba aliyemzaa mtoto, na we mama. Kwa nini unaleta tashwishi? Alafu mnakuja sasa mnawatenganisha. Hiyo ni maisha mabaya. Tuje kwa hao masingomaza. Singomaza umemwoa na mtoto wake, anazaa watoto, unazaa naye watoto wengine, anakuja na ile tabia kwamba wewe pengine unakaa mbali, unatumana pesa, watoto wapelekwe shule, unatumana pesa ya chakula, lakini mama analeta chuki, anasema kwamba baba yenu atumi pesa ya chakula, mimi ndo nafanya kila kitu. Na pale kuna yule mtoto ambaye si babake. Sasa kama yeye anasema kama watoto wake wanatesa hivyo, je, mimi atanitesaje? Na singomaza yeye ndo anachangia. Sio kwamba eti wako na wanaume nje, hapana. Sisi wanaume ndo tunafanya hao waende, kwani yule mwanaume aliyemzalisha. Lakini ukimpeleka vizuri. Na nyinyi singomaza, kama umeamua kuolewa na mtoto, kubali. Sio baadaye unachukua mtoto unampeleka kwao. Unampeleka kwao kwenda kufanya nini? Na mwanaume kama umeamua kuoa mtoto, usikubali mtoto aende aishi kwa nyanya yake. Ishi na mtoto unapomuona, kiume unamuona, kila kitu unamuona. Huyo mtoto ndo mtetezi wako wa kesho. Wakati mfano acha unapatia mfano. Mmeenda kotini. Mtoto sawa, babake amekuja, babake mzazi. Umeenda kotini, umeenda mashtaki. Unajua mtoto ndo mwenye maamuzi. Mtoto atasema kwamba baba huyu ndo aliyenilea. Baba huyu ni kiume ndo anapeleka kila kitu, mimi ndio anahitaji. Lakini kitu ninachosema mimi napenda babangu wa kambo, na hiyo kesi itakuwa ifanya nini? Imeisha. Lakini baba huyu ambaye alinizaa nitamheshimu kama baba wangu wa kunizaa. Kwa hiyo kitu ninachosema,
tuacheni masingomaza kwa lump sum time. Hata sisi wanaume tuko na makosa. Kama umeamua kuoa mtoto na mke, ishi naye vizuri, lakini unapoishi naye unachukia, umepata mtoto wako unaanza kumchukia, lazima atafikiria mume wako wa kwanza. Kwa hivyo acheni kulaumu masingomaza ambao wanasema ni mke wa mtu. Kwa upande mwingine inawezekana, kwa upande mwingine inaweza kufanya kukataa. Kwa hivyo tuishini vizuri na masingomaza. Singomaza anapokupenda na kiamua, unaishi naye mpaka kufa. Angalia wale watu ambao waliolewa na masingomaza, kufa ni kuzike. Angalia wao generation ambao unao mwanamsichana ambaye asa hajazaa, lakini unakuta hiyo ndio inaenda inayumba, mara mmeachana, anakuwa tena singoma, na huyo singomaza anaenda naolewa na bwana mwingine ambao anaishi. Hiyo ni point number 3. Anaenda naolewa na bwana mwingine, unasikia uko anaishi vizuri, utasikia uko wamefanya vizuri mpaka wamekuwa matajiri. Yule singomaza. Sasa nataka mtuambie, yule msichana ambaye umemuoa ambaye hajazaa analeta shida, na huyo singomaza anaenda na jamaa mwingine, unaambia mtoto wake ni mmoja, anasikia huko wameona mpaka wameanza biashara chini mpaka wamekosa matajiri. Yule ambaye umeoa ambaye ni msichana anakusumbua kila siku kwao, maisha mpaka lini? Kwa hivyo acheni kulaumu masingomaza. Stop.